God have mercy upon us. Vipi mwana kimbiana? Vipi? Shtua kweli hapa. Vipi tambana kukimbiana? Hamna. Umenishtua tu ndugu yangu. Umekushtua vipi tena nini? Mwanangu umenishtua vibaya mno. Kwani umeniona? Ndio. Hamna bwana. Si unajua hata mafiringi yangu amenichanganya tena mwenyewe umevurugwa hata mambo yangu. Sasa uko wapi? Yesu unajua hii njia hii kila mtu anapita hapa bwana. Kwa hiyo nipo napita zangu tu. Na hangaiko yangu. Basi mimi niko naelekea hapo kwa yule mpangaji yule msumbufu. Yule unambia siku ile ambaye anakaumu. Yule anakaumu yule. Basi ndio naelekea hapo. Maana nilienda juzi kati hivi. Nilienda kwa mjumbe nikaweza kwenda kuongea naye na baada hapo mjumbe akaniambia nije leo. Kwa hiyo sasa hapa leo ndio nimekuja nikamuite mjumbe tuje tutoe vitu vyake ndani kule tuviweke nje. Mradi akitoka mizunguko yake avikute vipo nje pale. Sasa mimi naomba unisaidie kitu kimoja tu. Ukanisaidie. Yaani unisaidie tutoe vitu vyake ndani vile tuviweke nje. Unataka ukamtolee vitu ndani? Nataka kamtolee vitu ndani maana yule ni msumbufu sana yule. Njoo tuongee kwanza hapa ndugu yangu. Unataka mge vitu vyake au vipi sasa? Vitu vyake pale yani msumbufu. Kwa hiyo sasa unataka pale yaani ukamtolee vitu vyake. Nataka nikamtolee vitu vyake tu nje, akirudi avikute nje pale. Bwana. Mimi kunaona kama ungempima imani. Kumpima tena? Utampima tu imani kama ana utu. Kumpima imani kivipi tena? Yaani kama ungemsubiria ungempa muda kidogo. Bana hiyo kumpima imani bado sijakuelewa, ni kumpima imani kivipi yani? Yaani kama ungemwacha kwanza umwangalie kwanza kidogo. Sababu mimi jamaa nafahamiana naye mimi yule. Kwa hiyo jamaa unamjua kumbe? Namjua. Yaani namjua mpaka mitaa yake nini anapobuzibuzi yani kule mishemishe zake. Hiyo bwana haiwezekani hiyo bwana. Mimi nachoona hapa ni kwa sababu mimi nishaongea na mjomba tayari. Mjomba bwana akaniambia huyo jamaa tukamtolee vitu vyake nje pale. Kwa hiyo mimi nishaenda kuongea hadi na mjumbe tayari. Mjumbe nishaongea naye. Na nishapata ruhusa ya mjumbe tayari hapo kwa kuna chomara nikwenda kumchukua tu mjumbe kwenda kutoa vitu vyake nje. Sasa mimi ninavyoona unataka kunisaidia ndugu yangu. Hamna, wewe sema hutaki tu kunielewa. So sitaki kukuelewa, ni bwana wewe. Wewe mtu wenyewe kama hivi unavyokuwa kila siku unavyokuambia kwamba mtu ni msumbufu tena msumbufu kweli kweli. Alafu eti leo yule anambia nimpime imani kivipi tena ndugu yangu? Hamna, wewe sema hutaki kunielewa tu mimi. Wewe bwana unataka kunisaidia. Mwambie acha bwana nikuache. Unaanza kunambia kwamba kumpima imani mpenyaji kusumbua hivi kumpima imani tena ndugu yangu. Wewe unataka kunisaidia. Kwa hiyo ndo unaenda. Ndio naenda hivyo. Mimi naenda kumtoa vitu vyake nje. Mambo sio kumpima imani hao. Mimi imani hizo mimi sina. Imani shazichoka tayari. Kama unaenda kutoa kabisa vitu yani. Naenda kuvitoa kama imani yani nishampima sana. Kama kesho tu usumbua sana. Bwana. Kwa unaenda kutoa kweli? Anaenda kutoa kweli mimi. God have mercy upon us. Najuta jina ni langu ndio. Nyimbo mimi inanikosha. Samahani kaka. We, nani kakako? Samahani na maongezi na wewe. Kwa sasa mimi ndo nikufuate huko au ndo uje hapa? Samahani kama vile nakufananisha. Kama vile nishawahi kuona kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Mama Shura, sio wewe kweli? Ya ndo mimi. Kwani sasa hivi Mama Shura yuko wapi? Mimi bwana Mama Shura mimi sijui bwana. Unajua mimi bwana ni kweli nilikuwa naishi pale, kipindi hicho bado sijajipata. Lakini baada ya kufanikiwa pale mimi nimehama. Nimepanga apartment za hapa chini hapa. Zile ambazo kwa mwezi unalipa 300,000. Ambapo kuna sebule kubwa tu, kina choo humo ndani kwa ndani wanaita master. Alafu ina vyumba viwili na jiko. Yaani kikweli mimi sasa hivi nimefanikiwa. Labda tu cha kukusaidia ungeenda pale anapoishi ukamuuliza. Maana nampigia simu yake haipatikani. Mimi sijui, nimekwambia mimi nishafanikiwa sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi unaenda wapi? Mimi sasa hivi naelekea huku chini huku.
nini wanaita nini zile, na ofisi zangu nimefungua, nimewaajiri vijana pale wanafanya kazi. Kwa mimi kazi yangu tu naenda kuwatembelea vijana wanafanyaje kazi, na waangalia tu. Mimi kazi yangu nawaangalia tu vijana, naangalia tu ofisi zangu kuna nini kimepungua, nini niongeze katika ofisi yangu, nini nifanye. Kwa mimi ndo kazi yangu. Kwa hiyo nishamaliza tu hapo, narudi kwenye apartment yangu ya kifahari na pumzika. Haya basi mimi ngoja niende. Haya nenda tu. God have mercy upon us. Unayataka kwana. Najuta. Aha. God have mercy upon us. Sasa ndugu yangu, wewe unaona kama sasa unapoelekea unaanza kuichezea bahati. Umeona? Mimi nilikwambia siku 7, uje uchukue kiwanja hiki. Umeona? Kiwanja chenyewe kikubwa kama hiki. Leo siku ya 6. Kesho ndo siku ya 7. Ukaniambia basi twende nikakione hicho kiwanja, twende. Umeng'ang'ania. Nimekuleta kiwanja chote ndo hiki hapa. Hichi ndo kiwanja. Nikwambia mwenyewe ana shida, anauza 300,000. Hiki chote hiki unapoona huku kuanzia kule, umeona kule kwenye majani kule, unatoka kule, angalia na huku kwanza, paka kule kwenye majani ya kule, alafu kinaenda paka kule, umeona? Aha. Alafu inafika hivi paka kule, umeona kwenye nini ile, kwenye mnazi. Kwenye mnazi kule. Haya yote mabanda haya yote ya kwako. Anataka 300,000 tu. Sasa naona ndugu yangu kimya, uniambii chochote. Unakuja kunicheki, unaniambia nataka nikione hicho kiwanja, mimi najua una hela tena unaanza kuni Sasa hapo unafanyaje? Mimi nikusaidieje? Yaani tatizo lako unajua kama mimi namba napuuzia au nadharau. Yaani nimepambana ndugu yangu unavyojua, nimeenda nimewakopa watu au kila mtu anakuambia sina. Mwingine ana mambo yake. Mpaka nikaamua sasa niuze vitu vyangu vya ndani. Yaani vitu vya ndani sio utumbo, filigisi, yaani vitu vyangu vya ndani mule napokaa kwenye chumba changu. Umeuza? Yaani ndio bado hatujafikiana vizuri. Yeye kaniambia kwamba ana 250,000. Sasa 250,000 hapo mimi nikiangalia kwa kupata tena 50 sina. Yeye kakwambia na 250,000. 250,000. Sasa ufikia hapo mimi ningechukua hela, mimi ningekuja kugea hapa tu ningekipata kiwanja chenyewe. Sasa sikiliza. Kama na 250,000 fanya hivi, wewe chukua hiyo hela 250,000, sawa? Nitakuongeza 50,000. Nitakuongeza 50,000 ukichukua hichi kiwanja kiwe cha kwako. Mimi sitaki kiwanja kichukue mtu mwingine. Unaona kabisa kiwanja chote kikubwa hiki. Wewe chukua hiyo hela, mimi nikabidhi, nitakuongeza 50,000 uchukue hichi kiwanja hiki. Sasa mimi sikuwaza wazo hilo, ila sio kesi kwa sababu ule mtu mimi nakaa naye pale karibu. Kwa hiyo maana mimi naenda tu naichukua afu nakupigia simu unakuja unanikabidhi kiwanja. Wewe fanya hivyo. Sema 50,000 yangu nirudishie. Mimi nitakupa hata miezi 2 upambane, ile 50,000 yangu unirudishie. Ile 250,000 niletee mimi nikukabidhi kiwanja. Lakini sasa ninavyojua mimi kwamba ukinunua kiwanja si lazima mjumbe serikali, yani serikali ya mtaani, serikali kwa kifupi ihusike. Kaka nimekuja. Nataka yeye uniambie kabisa, sio kama siku ile unashindwa kuniambia unakalia maneno wewe uongee, yani mambo ambayo hayaeleweki unashindwa kuniambia. Nataka leo uniambie kuna nini? Ni kweli nimekuita hapa. Kaka subiri kwanza. Mbona ndani nasikia kama mtu anaongea wakati wifi amesafiri. Hao wateja zangu tu. Wa kike. Wateja kwani mteja ana jinsia zote wanakuja. Tuachane na hayo Rafiki yako Mama Ashura yani namzungumzia. Umenikumbusha. Nakumbuka siku ile nilikuuliza hivi, wewe Mama Ashura umemjuaje? Ukasema utaniambia. Naomba uniambie kuna nini? Ni kweli nataka nikuambie kuhusu rafiki yako Mama Ashura. Unajua wamekula njama na jirani yako Vise. Vise huyo? Huyo. Wanataka kumloga mume wako. Wewe kaka, mume wangu huyo? Huyo mume wako. Sasa ngoja nikupe mkasa wenyewe jinsi ilivyokawepo. Wewe mambo ya saka za mitaa, sijui kwa mjumbe, sijui kwa nini, hayo achana nayo kwa sababu aliyenikabidhi hichi kiwanja, yeye kashafanya hivyo vyote. Kashaenda saka za mitaa, kaenda kwa mjumbe, kaenda kwa nani, kwa hiyo hivyo kashamaliza vyote. Kwa hiyo kilichobaki tu yeye alichoniambia, bwana
kiwanja mitari kote nishaenda kwa serikali za mitaa. Ilichobaki tu mteja akisha kichukua hichi kiwanja, yeye inakuwa cha kwake moja kwa moja, yani huko hangaika kwa serikali za mitaa tayari kashaenda. Kwa hiyo usijali ndugu yangu, kuwa na amani, kiwanja ni cha kwako, hamna mambo ya serikali za mitaa. Ukishanilipa tu hiyo hela unakuja tu kiwanja chako unakimiliki. Unafanya tu maisha yako kokote huko. Nikiangalia kiwanja kizuri, sema umefanya amana kweli, sema umeamua tu kunisaidia ndugu yangu. Mimi huu ni kama msaada kwa sababu mimi tumefahamiana bwana, muda mfupi hapo tumekuwa marafiki. Yaani kiwanja kizuri. Basi sawa, mimi basi acha nikaifuate ile hela. Si ndio kesho ndio siku ya 7? Kesho ndio siku ya mwisho. Yaani kesho siku ya mwisho. Leo fanya unipe 2,200 mimi nitakuongezea 50,000. Basi sawa, mimi acha nikachukue basi. Basi wewe ukifanikisha utanipigia simu. Tukabidhiane hiyo hela. Ukishanikabidhi tu hiyo 2,200 mimi nitakuongezea 50,000. Kesho unakuja kuchukua hicho kiwanja kinakuwa cha kwako. Basi Mungu akubariki bwana kwa kunipigia tafu hivyo. Najua nikikichukua tu basi, yani najenga hata banda na lala maana. Amini. Si hapa mabanda kibao utajua jinsi yana kurekebisha. Hiyo ni chote cha kwako hichi. 2,200, eti 2,200. 300,000. Sasa mbona unakaa sana? Wewe utanipigia basi. Haya basi sawa. Sasa ngoja nikupe mkasa wenyewe. Jinsi ilivyo kawepo. Akanaka anunaka mabanana. God have mercy upon us. Aha. God have mercy upon us. Kaenda nikamfikia pale. Sasa unashtuka nini? Umenishtua kaka. Kwa hiyo ndio tuseme umemfikia pale? Nimemfikia pale Kaka. Kwa hiyo vita ndio ilivyokuwepo, ndio hivyo. Hata siku ile nataka nikwambie, kawa ngumu kukuambia. Kwa hiyo ndo Mama Ashura ambaye ni rafiki yako wewe, unajua sasa hivi katoroka motoni. Kaka. Kwa motoni watu wanatoroka? Hapo unaangalia mlinzi alivyokaa, na ukishazijua njia unaondoka. Makubwa.